Just like a miracle, nafumbua macho niko ndani ya kuta nne, naona mtu mkononi ameshika stethoscope. Niko chali kama panya maabara, na ndo hapo nkagundua niko hospital. Kando kuna dokta amesimama aliyenihudumia kwa miezi kama 9 niliolala kwenye koma, akishuhudia umati uliokuja kuniona hospitali ukipungua, wakiamini sitopona. Wakuabudiwa ni Mungu tu, akisimama yeye amini hakuna kiumbe wa kumpandishia kibesi juu. Nguvu zote nazo yeye, mwanadamu hawezi gusa roho ya mtu, labda tochubua mwili tu. Okay, masaa yakapita, nikaruhusiwa kurudi nyumbani na nafuu nkawa nshaipata. Mama alirejesha tabasamu ambalo alipoteza muda mrefu tangu siku msala umenipata. Mawazo ndo yakanza nizidia, muda nilopoteza unani stress na naumia. Nikais nimeharibu vyote shule na karia, wazo la kisasi kichwani linamrudia. Nikaongea na Majani akanambia inabidi uje Arusha ili upate muda kutulia. Hiki kipindi ambacho unarecover isingefaa ukakaa mwenyewe, bora ukae na familia. Kafika siku ya safari, najiandaa na safari, nasikia mlango unagongwa, harufu nzuri kwa mbali. Hii perfume naijua, Lisa aliwahi kuitumia mara chache, kanikumbusha mbali. Moyo kaanza kukimbia mbio, nikaamini kweli mwisho wa tukio mwanzo wa tukio. Nikajikaza kiume nikaenda kufungua. Alikuwa roommate wa Lisa hostel, nikamtambua, akaingia then tukaanza kuongea. Akaniambia pole sana kwa maradhi na yaliyotokea. Akasema leo alipita hospitali, wakamwambia mgonjwa amepata nafuu, home amesharejea. Basi nikamuuliza vipi kuhusu Lisa, akanipa mkasa mzima baada kile kisa. Akaniambia kuwa alitemwa na bwanake baada tu ya kushika mimba, na mguu wa chuo alikata kabisa. Halafu pia askari upelelezi wanamfuatilia, kila tapotia mguu askari wataingia. Miezi kama 9 hajaonekana, amepotea kabisa na wajui wapi amekimbilia. Nikamwambia okay thanks my dear, leo nina safari na muda wa kuondoka naona umekaribia. Nikamwachia namba ya simu akaondoka. Haikupita muda sana na mimi nikaondoka, so nikafly paka Arusha nikatua. Mwanangu wala kuchelewa, akaja airport kunchukua, but before twende home akasema tupite supermarket, kuna vitu anataka chukua. Sasa tukenda ununua. Nikiwa supermarket na nyanyua uso naona mtu nemjua. Yeye aliponiona akanguka kwa mshtuko, nikaharakisha kwenda kumnyanyua. Alikuwa best yake na Lisa, walisoma wote high school, chuo tu wakatenganishwa. Nikaenda naye mpaka nje na memezi akasimamishwa. Hakuamini kuniona kabisa, akaniuliza hivi unajua Lisa alipo? Nikamwambia sihitaji hata kujua alipo. Akanisihi nitumie kima nimpe hata dakika nipe, hata kwa ufupi tu story ilivyo. Akasema Lisa na hali mbaya, akili kama imemruka baada ya mawazo kumsonga vibaya. Kateseka na mimba miezi 9 yuko hoi, leo kajifungua na mtoto ni wako mfoi. Mie mdomo wazi, mwili wote ganzi, huku macho yamenitoka kana kata roho. Juu ya kitanzi akanambia Lisa alimhakikishia, na alijua kuwa na mimba wiki ya pili baada mimi kumfumania. Sikuwa na la kubisha, mapenzi yangu kwa Lisa yalirudi kama mwanzo baada ile taarifa. Tukaongozana tukaondoka paka hospitali, tukaruhusiwa kuonana na Lisa. Mapigo ya moyo kasi yananipiga, nikamuona Lisa kitandani, mwili wake umedhoofika. Yeye aliponiona akapatwa na mshtuko kama shoti imempiga, huku na machozi yanatiririka. Nikasogea nikamchukua mtoto, nilidata masikio mpaka mdomo, amekosa tu rasta. Nikaambiwa muda wote mtoto alikuwa analia, ila amenyamaza pale tu ulipo mpakata. Nikamgeukia mamake nikiwa nasikia uchungu, nikamwambia Lisa nini hasa ulichokipata? Tungeishi kwenye ahadi zetu, tungeza timiza ndoto zetu, na vile ulivyotaka ungevipata. Muda wote Lisa ananiangalia bila kupepesa macho wala kunitikia. Kumbe ule muda nilotia mguu ndani ya hicho chumba, kwa mshtuko alioupata aliaga dunia. Kwenye kitabu cha majina ya wanadamu waliowahi kupenda jina langu, naomba msiache kuliandika. Ubavu wa kushoto umedanganywa na nyoka kisa fashion, umeniachia mtoto kike nimempa jina Eden.